Habari za wakati huu. Leo nahitaji nizungumze aina tatu namna ya kujiingizia kipato. Kuna aina tatu za namna ya kujiingizia kipato. Aina ya kwanza ni kujiajiri, aina ya pili ni kuajiriwa, aina ya tatu ni kumiliki. Tutataka tuone kujiajiri ni nini, kuajiriwa ni nini na kumiliki ni nini. Kujiajiri ni mtu ambaye anafanya kazi peke yake. Na katika maisha ya kawaida, ukijiona wewe unafanya kazi peke yako, huna timu ya kufanya nayo kazi, it means kwamba wewe kufanikiwa au kuwa tajiri ni ngumu mno. Hakuna tajiri ambaye anafanya kazi peke yake katika huu ulimwengu. Tajiri yoyote lazima awe na timu ambayo anashirikiana nayo na kuweza kufanya nayo kazi. Hiyo ndio siri kubwa ya kuwa tajiri. Wewe kama kijana, wewe kama mzee, wewe kama nani unahitaji kuwa tajiri. Epuka kufanya kazi peke yako. Hiyo ni kujiajiri. Lakini kuajiriwa ni nini? Kuajiriwa ni mtu ambaye ameuza muda wake kwa pesa. Ukijiona wewe umeajiriwa, ndani labda ya siku 30 unalipwa 700,000, 400,000, laki ngapi? Elewa kwamba umeuza muda wako kwa pesa. Hata uwe na jitihada vipi kazini, hela yako itabakia ile ile. Hata uwe umeongeza muda wako wa ziada wa kazi, hela yako itabakia ile ile. Maana yake ni nini? Yupo mtu ambaye amenunua muda wako na kuweza kutimiza malengo yake. It means kwamba wewe kama kijana umeshindwa kujisimamia kutimiza ndoto zako, unaenda kutimiza ndoto za mtu mwingine. Hiyo ni kuajiriwa. Tunataka tukaone mfumo mwingine, kumiliki. Kumiliki ni nini? Kumiliki ni mtu ambaye anafanya kazi, anatumia mfumo ambaye unamfanyia kazi. Yeye hata kama asipokuwepo, kazi inafanyika. Huyo ni mtu aliyomiliki. Sasa leo tunahitaji tukaende kujifunza namna gani ya kuweza kumiliki mfumo ambao ukufanyie kazi. Uwe wewe ni mfanyabiashara kama Mo, kama Baresa, kama wafanyabiashara wakubwa GSM, hata kama wao hawapo, ili mradi kazi inafanyika. Na hapa tutaenda kuzungumzia namna gani huu mfumo una uwezo wa kuutengeneza na ukafanya vizuri katika biashara yako. Tutakutana katika session ya pili.